Hata nilishangaa sana. Ati nimesikia jana ati wanasema oh, unaona ule William Ruto halali amekonda. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa hapa Chwele. Sasa niwaulize. Sasa wewe watu mafala wamekula, mkiwaona, mimi nataka niwaulize nyinyi wa jamaa, mnaongea juu ya mimi cut weight. I am intelligent to know when to cut down on weight so that I can concentrate on what I want to do. I am disciplined enough to know how much to eat so that I can stay alert. Nyinyi mumekula mpaka tumbo karibu inapasuka. Mumekula mpaka kichwa imefimba na kiburi. Na wataka niwaambie, tafadhali endeni muangalie, mjiangalie kwa kioo. Use the mirror. Mwende muangalie vile mmekaa. Kichwa imefimba. Tumbo ndio hiyo karibu inararua mashati. Tafuteni gym kwanza, muende mufanye exercise kidogo. Na mupunguze kukula chakula mingi. Ndio muache kulala kwa mikutano. Hata mnaharibu hewa huko mkutano mkiwa mumelala bure kabisa. Watu wa Bungoma hoye! Nataka munisikize hivi. Wenzangu wameongea mambo mingi hapa leo. Nimemsikiza Mheshimiwa Rais wetu leo asubuhi. And on this particular one, munisikize kwa makini. I respect the office of the president. Mimi naheshimu katiba yetu na desturi yetu ya uongozi wa nchi yetu. Inaonyesha wazi kwamba yule ambaye ako kwa hiyo ofisi is a symbol of national unity. Ni commander in chief of our defense forces. Mimi sana watu wakiniuliza, mbona wewe you don't attack the president or criticize him? Ninawaambia, unajua mimi naheshimu hata majeshi yetu. Kwa sababu president ni commander in chief. Kuna kitu ambayo mimi siwezi kuzungumza kuhusu president hadharani namna hiyo. Lakini, and of all national politicians who are out here, you know that I am the one who's most restrained. Kwa hii, I don't like talking about personal things, attacking other leaders, and going personal. Kwa sababu we must be the change that we desire. Kenyans, after 6 decades of independence, wanatarajia wale tunataka uongozi to be measured, to be mature, to be decent, even in the language we use about each other. Ama namna gani wananchi? Kwa sababu watoto wetu na hawa vijana ambao tunataka kukusa hapa hawezi kuwa eti wanaamuka asubuhi wanatuona sisi viongozi tukiongea na tukijibishana na maneno machafu. Hiyo ni kuharibu sifa ya ofisi kubwa kama ile ofisi ya rais. Na rais wetu mimi ninamheshimu na ninaheshimu ofisi yake. Ndipo mimi sijaongea mambo yake mbeleni. Lakini leo ameanza sasa kututusi sisi wote watu wa opposition. Anatutusi, yaani nchi yetu hii 6 decades after independence, at the presidential campaign level tuanze kuongea maneno ya kukula. Eti nani anakula zaidi, nani anakula wapi? I am doing this with a lot of pain. First of all, mimi sijui kwa nini unasumbuka vile nakula, kwa sababu mimi sikuli kwa bibi yako. Mimi hujaniona, hujaniona nikija, hujaniona nikienda kutafuta chakula kwa bibi yako ama kwa watu wako. Mimi nakula ndizi kule Kisii kwetu na ugali na huko. Sasa kama hiyo ndio inakusumbua, mbona mimi sijakuja kukuuliza wewe mbona umekonda? Unajua, mimi nataka kuwaomba hivi. Tuna heshima kubwa kwa uongozi wa nchi hii. Na ile standard imewekwa na wale wameenda mbele. Mzee Moi mwenyewe
Mzee Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta. Hiyo ndio standard tunataka kwa hii ofisi ya rais. Lakini sasa unataka kuibua mjadala kuhusu kukula, ili tuanze sasa Kenya kusema ni nani amekula mashamba Narok, ni nani amekula mambo hapa Narok. Unataka tuzungumzie kukula kweli?